Mambo vipi guys? Kwa majina naitwa Mwarabu Mweusi, mzee wa Matulinga. Kama vipi basi, kuna story fulani yani fupi sana, lakini itakuelimisha kama utakuwa makini kuisikiza. Yani kulikuwa na jamaa fulani yani wawili wamezaliwa mapacha. Kulikuwa na pacha wawili mtaa mmoja. Sasa huyu jamaa hapo mwanzo alikuwa anaishi kijijini na brother wake, lakini jamaa kaanza ikabidi atoke kijijini, wakagura na familia yake, akaenda akanunua land huko Mombasa. Sasa aliponunua kule land ikabidi alete mazake nini, brother wake wote. Sasa akanaishi kwa nyumba moja. Unajua Waswahili bana. Wakaishi kwa nyumba moja. Sasa unapata brother yako nyumba ni ile ile, wewe nyumba ni ile ile, mama umemwekea pia room yake kando. Sasa katika mapacha wawili, wacha tuwape jina. Kuna pacha A na pacha B. Pacha A alikuwa jamaa, alikuwa ndo mkubwa yule. Pacha B ndo mdogo wake. Basi yule pacha A ikabidi ambie wazazi wake, basi mama, mimi nimekuwa umri wa kuoa. Kwa hivyo kuna msichana fulani mimi nataka nimlete nyumbani, hawe mke wangu, awe akikusaidia makazi. Basi kama vipi? Mamake akakubaliana naye, akasema mwanangu, umekuwa kama umejijua kuwa wewe wafaa uwe na bibi, basi umekuwa mwanangu, ulete mtoto wa kike hapa tumjue, tuangalie, tupige maratiba, tupange vinye. Sasa wakafanya kizee, mama akaita wazee wake nini, wakafanya utaratibu wote, wakamaliza. Bibi akaja nyumbani. Huyo bibi sasa ni wa pacha A. Pacha A ndo mkubwa, pacha B ndo mdogo wake. Sasa yule bibi kuja nyumbani tu pap, kumbe yule bibi alikuwa ni girlfriend yule pacha B. Umeelewa paka hapo? Yaani pacha A aliamua kuoa bibi, kumbe kumleta nyumbani bibi akawa, kumbe yule bibi alikuwa girlfriend ya brother yake ambao pacha B. Jamaa kumuona yule bibi alistuka, pacha B. Yule jamaa pacha yake kamstuka, brother zangu, mbona unastuka nini mbaya? Akamwambia hamna. Akapiga chini ya maji. Basi mzaa baba usababisha usaa. Unajua wahenga walisema hivyo. Sasa ikabidi vipi? Sasa ujamaa pacha A alikuwa na kazi, anafanyaga poti. Blaza yake alikuwa ana kazi, yeye anakaa tu nyumba ni ile ile ya Kiswahili blaza. Mamake anafanya kazi za kibanda tu hapa, amefunguliwa kibanda tu, genge wanaita genge wa Swahili. Amefunguliwa pale za maboga nini, vitunguu, tomato, makachumbari, manini, kila kitu pale nje. So jamaa anadili hapa na TV. Huyu jamaa pacha B ni mdogo sasa. Basi jamaa pacha A kila akienda kazini bwana, kila akienda kitoa tu akaenda kazini, huyu pacha B anaingia bana kwa room ya huyu jamaa, anatembea na bibi ya bela zake. Kumbe wamejuana zamani. Basi ile kitu ikaendelea hivyo hivyo. Siku moja bwana pacha A akatoka akaenda kazini. Alipotoka akaenda kazini tu, mamake sijui tayari amefungua genge nini ya pale nje nini, alitotoa vitu zake. Dakika pacha B akaingia na mke wa bla zake, yaani kama mazoea vile, wamezoeana kama mazoea vile. Basi ikabidi vinyamengia kule. Sasa mamake, kwa bahati mbaya, mamake akamuita huyu mke, wewe bibi fulani. Kumbe mama alikuwa anataka kuwa nyumba ifagiliwe, kama ni mbuzi wale watolewe kule nje nini, usafi. Unajua kawaida wa Waswahili, ukiamka wewe amka hivi tayari unaamka unafanya usafi, unasafisha nyumba, unahakikisha kila kitu kiko sawa, ndio unapika chai,
unaweka zingine za matamos, unasavu huko, unaita watu pale ni sitting room wanakunywa chai. Jamaa tayari akaingia, tayari wameingia kwa room na Pachabi. Sasa ikabidi mama tayari akajamii tena mpaka amechoka, kaenda papa. Akamtafuta room zote akamkosa. Uko wapi? Ikabidi yule mama sasa mpishie yule mwanao yule mdogo. Go. Wewe fulani uko wapi? Akamwambia mama, mimi nimelala. Toka. Huyu nini ameenda wapi huyu? Ameenda wapi huyu shemeji yako? Ndio yule jamaa akatoka sasa. Akamfungia yule bibi pale nje. Akamwambia mama, mimi sijui. Mimi nilikuwa nimelala, mimi sijui, sielewi uko vipi. Uchakuta. Sasa hiyo siku ya kwanza hiyo akasave. Jamaa akapiga dili akamtoa yule mama. Yule msichana akatoka pale kwa nyumba akajitetea, au sijui mimi nilikuwa nimeenda wapi. Akatoka. Siku nyingine sasa yule bibi wakaamua na yule kijana yule Pachabi kuwa zile stare zao watakuwa wafanye pale nyumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale nyumbani wanaweza onekana. Wakasema acha tutoke hapa twende msituni. Wakawa wanafanya msituni. Yaani zile unajua ulikuwa ni kule Likoni kule. Unapata kule Likoni kuna huku kuna msitu tu. Yaani nyumba unapata za Kiswahili hapo, alafu kuna kamsitu hapo. Sasa wakawa wanafanya shughuli zao pale. Asa siku nyingine jamaa vinya ametoka bana. Hao jamaa wakatoka wawili. Papa mmoja akatoka, mwingine akafuata nyuma. Kumbe mama mazee alikuwa ameenda kwa jirani, mama yao. Asa tayari wakaingia, tayari wakaanza kufanya shughuli zao. Kwa bahati mbaya mama wao akatokea, akawa yatoka kule kwa jirani yaja hivi nyumbani. Akaja akawaona macho kwa macho. Akastuka yule mama. Yule mama alipostuka akafaint pale. Mama yao mzazi alipowaona kwenye kile kitendo anafanya, alifanya kustuka na akafaint